Ewe Muislamu, Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema, ukitaka kunusurika na adhabu za kaburini, na ukitaka kunusurika na adhabu za motoni, na ukitaka kunusurika na adhabu za siku ya kiyama, yani ukitaka kuingia katika pepo ya Allah bila shida yoyote, basi hakikisha unatekeleza mambo haya manne. Mambo gani? Hakikisha unafuatilia mpaka mwisho. An-Nabii sallallahu alayhi wasallam kasema Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ukitaka kuingia katika pepo ya Allah, basi tekeleza mambo haya. Kasema jambo la kwanza, afshu salam, peaneni salamu, sambazeni salamu. Ukikutana na wenzako wasalimie, kwani ni njia moja ya kutengeneza amani na inaleta thawabu ambayo kwamba itakusaidia siku ya kiyama. Jambo la pili kasema, wa at'imu at'am, lishaneni chakula. Wewe kama ni mtu ambaye kwamba Allah tabaraka wa taala amekujalia una uwezo wa kupata riziki na mpaka ya kuwaganyia majirani zako, ndugu zako, basi siwe mtu wa kubana bana, kuwa mtu wa kupeana sadaka. Allah anakuongezea baraka na thawabu. Jambo la tatu akasema, wasilul arham, kuwa mtu wa kuunganisha ukoo na familia. Isiwe mtu unavunja ukoo. Mtu amekukwaruza kidogo, si familia yangu angekuwa hanifanyii jambo kama hili. Wewe kuwa mtu wa kuunganisha familia. Mtu akikukosea, sameheana naye, hata kama utakuwa bado ufatani naye, lakini huna shida na yeye katika moyo, ili siku ya kiyama usiwe na ugumu wote baina yako wewe na Allah. Jambo la nne akasema, wasallu bil-laili wan-nasu niyam, na usiwe mtu wa kuswali zile swala 5 za faradhi peke yake. Kuwa mtu wa kuamka usiku unaswali tahajjud, qiyamul layl, unaswali sunna, yani ni mtu wa kuongezea. Usiwe unatosheka na zile swala za faradhi peke yake, unakuwa unajiongezea. Huenda hata katika swala moja ya faradhi ulikosea kidogo, pale unajazia. Hivi ndivyo vitu ambavyo kwamba vitatusaidia mimi na wewe katika kuingia katika pepo ya Allah. Wewe Muislamu, usikose kumsambazia ndugu yako Muislamu ambaye kwamba unatamani kukutana naye katika pepo ya Allah. Assalamu alaikum.